Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali imeleta taharuki kubwa katika kitongoji cha Tamkareli, kata ya Manyoni, ndani ya halmashauri ya wilaya ya Manyoni, baada ya kung'oa mapaa ya nyumba kadhaa na kuacha baadhi ya familia bila makazi. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, mvua hiyo ilianza kunyesha majira ya jioni, iligeuka kuwa kimbunga kilichodumu kwa dakika kadhaa, huku upepo mkali kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Kwa majira ya saa kumi hivi ya jioni, mvua ilianza kunyesha kwa mfululizo. Ulikuja upepo mkali, baada ya kuja upepo mkali ukabeba bati ukaenda tupa mbali kama mita 100 hivi. Bati zote zimevunjika, hamna hata bati. Ni vifaa vyote vya shule vimeharibika. Kwa ajili ulianza upepo mkubwa, baadaye ukawa kuna mvua. Mvua ile ndio ikatuletea maafa kama haya, upepo kama huu kaizua mabati kama hivyo. Kulikuwa kuna mpaka kuku zilizokuwa ndani zikafa. Nilipofunuliwa bati, matofali yakaja kuniponda kwenye mguu nimeumia. Maji ndani yakajaa, pa kulala hata hamna. Lakini ndani vyakula vyote, nilikuwa na vyakula, madaftari ya watoto yote yameharibika vyote. Mvua ilinyesha kubwa sana. Mvua hiyo wakati inanyesha ilikuja na upepo mkali. Upepo huo ndio usababisha kwamba nyumba iezuke na kufikia hapa. Na watoto niliokuwa nao, na nilikuwa na mtoto mmoja tofali limbonda kichwani. Toka hapo lakini hakujeruhiwa chochote. Anaendelea vizuri. Aidha, balozi wa shina namba 14 katika kitongoji cha Tamkareli eneo la Mbagala alithibitisha tukio hilo na kuwataka wananchi kuwa watulivu, huku wakichukua tahadhari zaidi kipindi hiki cha mvua. Kwa majina, mimi naitwa Emmanuel Wilson Mbasha, ni balozi shina namba 14 kitongoji cha Tamkareli eneo la Mbagala. Kiukweli kwa siku ya jana kulikuwa na mvua kubwa ambayo ilisababisha maafa makubwa sana kwenye eneo letu hili la Mbagala. Nyumba zaidi ya 10 zimepata shida, watu hawana sehemu ya kukaa, hawana chakula, mavazi yamelowana, vifaa vya shule vimeloa. Kiukweli wako katika hali mbaya sana. Kwa hiyo ninawapa pole sana wahanga wote wa tukio hili, lakini pia ninawashukuru viongozi, diwani pamoja na mwenyekiti wangu wa kitongoji, wamefanya kazi kubwa ya kuwatembelea hawa wote waliopata majanga haya. Mbali na wananchi, mwenyekiti wa kitongoji cha Tamkareli pia alizungumza na vyombo vya habari akieleza hali halisi ya tukio hilo. Kwa majina naitwa Aziza Abdalla Bakari, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Tamkareli kata ya Manyoni, wilaya ya Manyoni, mkoa wa Singida. Tulipokea taarifa kwa wananchi leo asubuhi kwamba nyumba zimezuiliwa na mvua. Kwa hiyo asubuhi nikawa nimempigia mheshimiwa diwani, lakini pia tulikuwa nimemtafuta balozi na katibu wa kitongoji na mimi mwenyekiti wa kitongoji cha Tamkareli. Tukaanza safari kwa ajili ya kuwatembelea wananchi waliokutwa na majanga ya kuezuliwa kwa nyumba zao, kuta kudondoka. Tulianza nyumba zaidi tulizotembelea zaidi ya 10 kwenye kitongoji cha Tamkareli wamepata maafa hayo. Nyumba zimezuiliwa kabisa, vitu vyao vimeloana, ikiwa vyakula pamoja sehemu za kulala, magodoro, lakini pia madaftari, vifaa vya wanafunzi, madaftari yote yameloa. Lakini nyumba moja alipondwa mtu, lakini anaendelea vizuri, sasa hivi hali yake sio mbaya. Kwa hiyo hakuna mtu aliyekufa, bali ni maafa ya vyakula na sehemu ya kulala. Nyumba hizi hazifai, chache ambazo zipo hazifai kuendelea kuishi. Akihitimisha, Mheshimiwa Stanley Mafanya, diwani wa kata ya Manyoni, amewapa pole wananchi wote walioathirika na kuahidi kufikisha taarifa kwa mamlaka husika ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Jana kulitokea mvua ambayo kwa kweli ilikuwa na upepo mkali. Sasa tumetembelea eneo la waathirika wetu, wananchi wa eneo la Kipondoda, Tamkareli, maarufu wanajiita Mbagala. Kwa hiyo tumekuta madhara ni makubwa sana. Nyumba zimeuzuliwa na upepo, bati zimeanguka na zimechakaa. Lakini tunachoshukuru Mungu, hakuna athari ya maafa zaidi ya mtu mmoja kuumia, kupondwa na tofali. Lakini wananchi hawa wanaomba serikali yao iwasaidie mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, nyumba zao zimeharibika kama unavyoona mwandishi wa habari. Lakini pili, walikuwa na vyakula vyao ndani, vyakula pia vimeharibika pamoja na unga, lakini madaftari ya watoto na uniform vyote vimeharibika. Kwa hiyo wananchi hao wameshakuwa wahanga, kwa sababu na kipindi hiki ni kigumu, hawawezi kufanya chochote.
Kwa hiyo ni kwa kweli tumeona kwamba wanahitaji msaada wa haraka sana wa serikali ili kuweza kuwanusuru basi angalau waweze kukaa vizuri. Hata hivyo tunapongeza sana balozi pia mwenyekiti wa kitongoji, wao tumeshirikiana pamoja kufika kuona athari zaidi ya nyumba 10 ambazo kwa kweli zimeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini tukushukuru nawe mwandishi wa habari na timu yako kwa kufika nawe katika hali hii na kuona maendeleo na kwa mujibu huo, kwa sababu tayari ni athari ambayo imeshatokea na kwa sababu bado mvua zinanyesha. Sasa mimi kama diwani wa kata hii nilikuwa nataka niwashauri wananchi wa kata hii kwamba wajitahidi sana hii elimu ya kupanda miti ili kuepusha mvua kubwa zenye upepo. Kuna haja ya kupanda miti kila nyumba isiyopungua 6 kwa ajili ya usalama huo. Kwa kweli mimi kwa sababu tayari athari hii imetokea na bado mvua zinaendelea kunyesha, ningewashauri sana wananchi wangu, baada hata kama mnakarabati hivi, basi tutafute nyumba ambazo ziko salama. Kila mtu atafute hifadhi ili madhara yasije kawa makubwa sana. Hapa mvua imenyesha, bati zimeuzuliwa. Hatujui inaweza kaja mvua kubwa zaidi, kuta zikaanguka zikawakuta wako ndani, labda ni usiku, madhara yakawa makubwa zaidi. Kwa hiyo naomba wananchi wangu, kwa vyovyote vile, kwa sababu mmeathirika, mtafute nyumba hata maeneo ya shule huko au majirani ambao mnaona wako salama, basi mkakae kule kuliko kungoja athari nyingine ambayo hatujui, kwa sababu bado masika na mvua zinaendelea sana. Ndio ushauri wangu kama diwani, lakini nawashukuru sana na najua serikali yetu sikivu kwa namna yote, wananchi wote ambao wana mapenzi mema na kuwasaidia hawa ndugu, kuanzia magodoro, chakula, mabati na madaftari ya watoto kwa ujumla, basi watakuwa wamewasaidia wenzao na roho ya huruma kwa wananchi wetu itakuwa imeonekana.